Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaka, mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Clinton. Clinton, asante sana. Umeniambia ni Muislamu au ni Mkristo? Mkristo. Mkristo. Kaka, tunakukaribisha katika Uislamu, ndio dini ya watu wote, na Uislamu ndio dini ambao Mwenyezi Mungu anataka tuwe Waislamu. Qur'ani 2:138. Hebu angalia Qur'ani. Sijui kama maisha yako usaiona Qur'ani. Hii ndio inaitwa Qur'ani. Sijai. Hujaiona Qur'ani, na hii Qur'ani ni mwongozo kwa ajili ya watu. Sasa ndio inaongoza watu wote. Sikiza inasemaje 2:138. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, bismillahirrahmanirrahim. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alotupamba. Kwanza Uislamu tunaambiwa ni pambo ambalo Mwenyezi Mungu ametupamba. Tupe vitu. Kuweni na nyinyi Waislamu. Tunaambiwa kuweni na nyinyi Waislamu. So katika duniani dini moja peke yake ambao Mwenyezi Mungu anasema watu wawe ni Uislamu. Mungu anasema kuweni na nyinyi Waislamu. Na tunakuwa Waislamu kwa sababu 3:19 Qur'an. Hiza 3:19 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Yani bila wasiwasi, dini ya ukweli ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini ya Uislamu, ambao haina uzito ndani yake. Mwenyezi Mungu ametuwekea wepesi. Fahamu Yeah, nimefahamu. Na katika Uislamu hakuna kuangalia wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, wewe rangi gani, hapana. Wala wewe kabila gani wala nini. Ukiingia katika msikiti utashangaa. Unaswali na governor ako hapa, mnaswali na yeye. Hauwezi jua kama ni governor, utajua ukitoka huko nje. Ndio utaona gari zake na bodyguard zake. Akiingia kwa msikiti anaingia kama maamuma wengine. Yaani anaingia kama mtu wa kawaida. Hakuna kuwekwa mambo ya kufanya siasa. Ati governor amekuja, wacha atusalimie. Hakuna hiyo ndani ya msikiti. Kama anataka kusalimia watu, akasalimia watu huko nje. Unapata? Hapa ni watu kumwabudu Mungu, wakimaliza ibada, khalas wanatoka, kila mtu anaelekea kwake nyumbani. Yaani Uislamu ndio dini peke yake Mungu ameweka utaratibu ambao si utaratibu wa binadamu. Muhammad unamjua? Nasikianga tu. Unamsikia tu Muhammad. Lakini umjui? Simjui. 48:29 Qur'ani. Sikiza Muhammad ni nani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Huyu Muhammad tunaambiwa ni mtume wa Mungu. Muhammad si Mungu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu, analeta ujumbe. Kazi yake ni kuleta ujumbe kwa ajili ya watu. Bado vizuri, anatuletea message. Lakini kuna Mungu ambaye sisi tunayemwabudu. 17:110 Qur'an. Sikiza Mungu tunayemwabudu anaitwa namna gani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Tunaambiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. 17:22 hapo usikie. Wala hatumshirikishi na chochote. 17:22 hapo asikize. Manake lazima tumfunze kwanza aelewe Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Tupe vitu. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Usije kama mwenye kulaumiwa na mwenye kukosa kukunusuru. Tupe vitu. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu. So katika Uislamu hakuna kuabudu mwingine, ni Mungu peke yake. Unasemaje na wewe ujiunge na sisi uwe unaabudu Mungu mmoja peke yake, na unaamini Yesu ni Muislamu ndugu yetu, kwa sababu Yesu alikuwa ni Muislamu ndugu yetu, Muhammad ni Muislamu ndugu yetu, Musa ni Muislamu ndugu yetu, manabii wote ni Waislamu, na Mungu ni mmoja peke yake unafaa kuabudu. Wala maombi yako hauombi kupitia kwa Muhammad, wala hauombi kupitia kwa Yesu, wala hauombi kupitia kwa Musa. Unaomba direct kwa Mungu, kwa sababu Mungu anakujua. Ningependa nimjue Mungu mmoja. Ndio huyo Mungu ni mmoja ambaye anafaa kuabudiwa. Nini kinachokuzuia kujiunga uwe Muislamu mwenzetu? Sisi tunakukaribisha uwe Muislamu, kwa sababu Uislamu ndio dini peke yake Mwenyezi Mungu amewapendelea wanadamu wao. Mimi ningependa kujiunga naye. Uko tayari kuwa Muislamu? Asante. Rudia maneno nyuma yangu. Sema bismi lahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna
anna Muhammadan rasulu lahi. Sema nakiri kwa moyo bila kulazimishwa na mtu kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo maneno machache kakangu saa kwa Muislamu. Yaani Uislamu haina uzito ati uwekwe kwa maji. Sasa kwanza tuko na kibaridi kikubwa sana. Ukiwekwa kwa maji utapata limunia, uende ukapigwe shindano 5 ya kutoa hiyo limunia. Katika Uislamu ni kutamka tu maneno unakuwa Muislamu. Sasa wewe ni Muislamu. Ungependa jina gani katika Uislamu? Kuna majina ya kujuana. Kwa mfano kuna jina Muhammad. Kuna jina Isa. Waislamu peke yao duniani ndio wanampenda Yesu mpaka wanachukua jina yake. Hauwezi kupata Mkristo anazaa mtoto anamuita Isa au Yesu, huwezi pata kwa sababu hawampendi. Sisi tunampenda ndio tunachukua mpaka jina yake. Unasikia Muislamu anaitwa Isa, unasikia Muislamu anaitwa Zakaria, Yusuf, Suleimani, Daud. Ungependa jina gani wewe? Suleiman, mashaallah. Karibu sana katika Uislamu Suleiman. So karibu sana. Itabidi utachukua namba yetu alafu utanini. Karibia kwa huyu kijana hapo atakupa namba alafu tujue namna utapata elimu pole pole. Mimi wananiita Salim. Naitwa Sharon. Asante sana. Muislamu hivi Mkristo? Christian. Christian. Sharon, una swali ungependa kuuliza Waislamu au ungependa kujiunga na Uislamu? Tunakukaribisha pia wewe dadetu, nafasi yako iko. Haya, swali leta, wekelea swali ambao una swali. Na mbona usijiunge ukawa Muislamu? Mimi ni Christian damu. Wewe ni Christian damu. Ndio uwezi kujiunga ukawa Muislamu kwa sababu wewe ni Christian damu? Siwezi. Asante sana. Na mimi nilikuwa nataka nijue tu kidogo. Je, nyinyi katika Ukristo mnamjua Mungu? Mungu ni nani? Katika Ukristo mnafundishwa Mungu anaitwa nani? Mungu ni Mungu. Mimi najua tu Mungu ni Mungu. Mungu ni sifa, maana yake muumbaji. Jina yake kwa mfano 17 Yohana 17:6. Sikiza Yesu anasemaje? Mungu ana jina yake. Sikiza anasemaje? 17:6. Muonyeshe. 17:6 inasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale walionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi. Yesu anasema jina la Mungu amewapatia watu wale aliopewa. So kuna jina ya Mungu. Na Yesu mnamtambua kama nani katika Ukristo? Yesu ni mwana wa Mungu. So mnamtambua kama mwana wa Mungu. Hebu ni explainie inakuwa kwaje Mungu amezaa wakati Mariamu ndiye alibeba mimba, Mariamu ndiye alijifungua. Itakuwaje tena Yesu awe mtoto wa Mungu wakati Mariamu ndiye amebeba mimba, Mariamu ndiye amejifungua? Ilikuwa kwaje ndio mkanyang'anya Mariamu mtoto akawa ni wa Mungu? Kwa sababu Mungu ndiye alifanya muujiza. Mungu amefanya muujiza, Yesu akapatikana, si ndio? Yeah. Na wewe kupatikana kwako si ni Mungu alifanya miujiza ukapatikana, ama ni uwezo wa baba na mama ndio ukapatikana, au ni uwezo wa Mungu? Ni uwezo wa Mungu. Na Yesu kupatikana ni uwezo wa Mungu? Wa Mungu. Na mbona wewe usiwe mtoto wa Mungu, wewe unakuwa ni mtoto wa babako na mamako? Bado mimi ni mtoto wa Mungu. Kumbe hata wewe ni mtoto wa Mungu. Yaani uko hapa na wewe ni mtoto wa Mungu. Yeah. Soweto. Wewe mtoto wa Mungu. Wewe kumbe sio kiumbe cha Mungu. Unajua sisi Waislamu ni viumbe wa Mungu, si watoto wa Mungu. Sisi ni viumbe wa Mungu. You are the creature of God. Sisi tumeumbwa na Mungu. Lakini wewe sasa ni mtoto wa Mungu. Yes, ni mtoto wa Mungu, bado ni kiumbe ya Mungu. Na sasa ukiwa mtoto wa Mungu bado unapata matatizo. Kiumbe ni nini? Kiumbe ni kile Mungu alichokiumba. Mtoto anakuja ima kumzaa. So mtoto tofauti na kiumbe. Kwa mfano mimi niko na mtoto lakini sio kiumbe changu. Mtoto wangu sio kiumbe changu. Ni mtoto wangu. Ni kiumbe cha Mungu. Hata mimi babangu ananiita mtoto wangu, lakini hawezi kuniita kiumbe changu kwa sababu babangu haumbi, anayeumba ni Mungu.
na Mungu ndiye aliniumba katika tumbo la mamangu. So mimi nabaki ni kiumbe cha Mungu, lakini ni mtoto wa baba yangu na mama yangu. Si kama unanielewa? Kwa sababu Mungu hazai, Mungu anaumba. 42 Qur'ani. Tupe hizo nyanja asikize. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Labda hajaiona Qur'ani, sikiza inasema. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mungu. Anaumba pendavyo. Mungu anaumba anavyopenda. Anampa amtakaye watoto wa kike na anampa amtakaye watoto wa kiume. Tupe vitu. Au huwachanganya watoto wa kiume na wa kike kwa mtu mmoja. Tupe vitu. Na umfanya tasa amtakaye. So Mungu anaumba apendavyo, sio ati Mungu anazaa, hapana. Kinachozaa ni wanadamu. Mwanaume na mwanamke wakipatana, bibi anabeba mimba, kwa uwezo wa Mungu anazaa. Ule mtoto atakayezaa ni mtoto wake wakiwa na bwanake, lakini ni kiumbe cha Mungu, kwa sababu mwanzo Mungu ndiye aliyeumba. Mungu hazai. So ukisema Yesu mtoto ya Mungu, unaharibu. Si ni mwana wa Mungu? Ni mwana wa Mariamu, si wa Mungu, kwa sababu aliyezaa na akanyonyesha ni Mariamu, si Mungu. Mungu hakubeba mimba. So Yesu ni nani kwa Mungu? Yesu kwa Mungu ni huyu, ni kiumbe cha Mungu. Qur'ani 4:171. Si mtoto wake. Si mtoto wake. Mungu hazai. Mungu akizaa sasa si itakuwa ni balaa. Kwa mfano Mungu azae, alafu naye Yesu azae, si Mungu ataitwa babu? Na si Mungu alituma Holy Spirit kwenda kwa Mariamu? Kabisa. Mungu ametuma Holy Spirit kwenda kwa Mariamu, ni uweza wa Mungu ili Mariamu apate mimba. Ila Yesu si mtoto wa Mungu, kwa sababu angalia, Mungu akizaa, Yesu naye atatamani kuzaa namna Mungu alivyozaa. Kwa mfano, wewe mtoto wako akikuona leo unavuta sigara, mtoto wako pia atatamani kuvuta sigara, kwa sababu anaona hii ni kitu kizuri babangu anakifanya. Sasa Yesu akiona babake, useme ni Mungu amezaa, naye Yesu atatamani kuzaa. So Yesu akizaa, si Mungu atakuwa ni babu sasa? Kwa sababu huwa tunatamani ile vitu wazazi wetu wanafanya. Leo ukiona babako anaendesha gari na unatamani kuendesha hiyo gari. Unaambia vizuri? So Mungu hazai, atakuwa nani kwa Mungu? Qur'ani 4:171. 4:171 Al-Karim. Huwa tunajifunza kutoka, na ndio mzazi anaambiwa achunge sana. Leo ukianza kutuma mtoto wako bangi akuletee, mzazi anavuta bangi, anatuma mtoto wake leta bangi, mtoto atakuja kuvuta. Mbona Biblia inasema Yesu ni mwana wa Mungu? Ndio nakuja hapo sasa tuone. Haya, Qur'ani 4:171. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Enyi watu wa kitabu, msipinduke mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam, Yesu mtoto wa Mariamu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni mtume wa Mungu, na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake Mwenyezi Mungu alilompelekea Maryam, na ni kiumbe aliyeumbwa na Mungu kwa kutamkwa neno alilopelekewa Mariamu. Si mtoto wa Mungu, ni mtoto wa Mariamu. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Na Yesu ni roho iliyotoka kwake Mungu kama roho yako, roho yangu, roho ya umbwa, roho ya panya, zote zimetoka kwa Mungu. So Yesu pia ni roho iliyotoka kwa Mungu kama roho zingine. Usiondoke. Na malizana na huu nauliza swali. Si umesema uko na swali, usiwe na wasiwasi. Usikonde, na wewe nataka nikuulize moja. Unasikia? So ukiingia katika Biblia nayo inasema Yesu ni mtoto wa nani? 6:3 Marko. Ni wa Mariamu. Kumbe wanajua. Wakristo wengi wamechanuka na hili. Zamani ndio walikuwa naambiwa ni wa Mungu, wakajua Mungu hazai. Sikiza inasemaje 6:3? 6:3 inasema mwalimu wangu. Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu. Sikiza, Biblia inasema Yesu ni mwana wa Mariamu, lakini atabaki ni kiumbe cha Mungu, lakini ni mtoto wa Mariamu. Mungu anaumba anavyotaka. Adamu alitolewa kwa mchanga, hakuna bibi wala hakuna bwana, lakini Adamu akawa binadamu. Hawa alitolewa kwa bavu,
mbavu ikawa binadamu. Hawa hana mama, hana baba. Na katika Biblia kuna mtu mwingine alipatikana hana baba na hana mama. Wacha Yesu ako na mama. Kwa sababu Mungu ana miujiza. 7:1 Waebrania. Muonyeshe hizi hawachosoma ngine na mchungaji. 7:1 inasema kwa maana Melkizedeki huyu mfalme wa Salemu. Kwanza huyu alikuwa anaitwa Melkizedeki, alikuwa ni mfalme wa Salemu. Tupe vitu. Kuhani wa Mungu aliye juu. Tena alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu. Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa kirudi katika kuwapiga hawa wafalme. Tupe vitu. Akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tupe vitu. Tafsiri ya jina la kwanza ni mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu. Maana yake ni mfalme wa amani. Hana baba, hana baba, hana mama, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake. Huyu ni mtu alikuwa na Ibrahimu, hana wazazi hata, hana baba, hana mama. Na hatuwezi sema ni mtoto wa Mungu, tunasema ni kiumbe cha Mungu. But kuna vazi kwa Biblia ni venye sikumbuki. Inasema Yesu ni mwana wa Mungu. Ni venye sikumbuki. Ukipata sitatuletea. Hakuna shida, ukipata kesho, hata ukipata ukitafuta utatuletea. Haina shida. Nilikwambia lazima tutaelimishana hapa dada mpaka tujue ukweli mahali ulipo. Pole pole utakuja hata nini. Sawa eh? Haya na tutakula na madada pia niwasalimie. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Justin. Justin, Muislamu, Mkristo, sisi Waislamu. Mimi ni Mkristo. Mkristo, swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Ni ya huyu mama alikuwa anauliza mambo ya mwana wa Mungu. Sasa zile Yesu alikuwa anabatiswa, kuna sijui ni malaika, sijui ni alikuja akaosema ati msikizeni ni mwana wa Mungu. Sasa ndio nilikuwa na sina tukonfirmia kumbe Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Mathayo 3:16 muonyeshe. 3:16 inasema. Lakini hakuonyesha. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Na tazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Si ndio hiyo? Hiyo. Hakuna mahali imesema ni sauti ya Mungu. Hiyo sauti ilikuwa ya nani? Sauti ilikuwa arudia tena. Rudia. Alafu taangalia ni ya nani. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Tupe vitu. Na tazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Akaona Roho wa Mungu anashuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Haijasema sauti ni ya Mungu. Sauti ilikuwa ya nani basi? Asante. Sauti ilikuwa ya nani? Wacha tuulize aliyekuwako ambaye ni Yesu. Je, sauti ya Mungu imewahi sikika? Kwa sababu Yesu ndio unayetajwa na ulikuwa pale. Hebu tuambie Yohana 5:37. Yesu atatuambia. Si yeye ndiye alikuwa pale, Yesu mwenyewe atatuambia kama kuna sauti ya Mungu isisikika. 5:37. Naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Yesu anasema naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona. Yesu anatuambia sauti ya Mungu haijawahi sikika wakati wowote. Kiswahili niliyosoma kidogo kwa shule. Ukisikia sijai kanyaga Nairobi wakati wowote. Kuna wakati ulikanyaga? Hakuna. Na Yesu anasema sauti ya Mungu haijawahi sikika wakati wowote. Na nikuulize kama haijawahi sikika. Na ile aliongea na Musa. Gani? Ile aliongea na Musa. Burning bush ama. Sasa sijajua Yesu kama ametuambia ukweli, si Yesu ndiye ametueleza. Na kuwa confused. Kabla hujakuwa confused, ngoja kwanza. Kabla hujakuwa confused, tunaelezana polepole. Wewe si umeniambia ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Asante sana. Je, nani aliambia watu wakuwe Wakristo katika Biblia? Ni Yesu. Andiko gani ambayo Yesu anaambia watu wakuwe Wakristo? Yani mimi ni Mkristo yule ya kwenda kanisa, kurudi. Yani na believe tu. Na huwa unaenda kanisa gani? Huwa unaenda kanisa gani? Mimi ni Anglican. Anglican ni kanisa ya Uingereza. Ambao imekubaliana wanaume kuoana kwa wanaume.
Canterbury wamekubali. Oja, unajua kuna faida ya kuficha. Canterbury wamekubali, na yule ambaye anasimamia Anglican Kenya anaitwa Ole Sapit ndio alikataa tu Kenya. Na wakati alienda kuhojiwa, tena kipindi kilikuwa kwa Jeff, ule anaitwa sijui Jeff Koinange, alipohojiwa alisema mimi nimekataa, lakini muda wangu ukiisha nikitoka watalete mpaka hapa Kenya hiyo. Wamekubali kwa kanisa mwanaume anaozeshwa na mwanaume, na wamekubali mwanamke anaozeshwa na mwanamke, na inafanyika katika Anglican Canterbury kule Uingereza. Bishop alishawahi kuona. Bishop kwa sababu ni kanisa yao, wanafanya wanavyotaka na uwezi wauliza. Sasa hivi Yesu pia alikuwa Anglican? Mimi nimebelieve kwa Mungu. Ni kuomba ndo naomba hiyo kanisa. Yeye alikuwa anaenda huko Anglican. Sasa Yesu alikuwa akienda huko? Sijui, sikukuwa. Au kwa 4:16 Luka, wacha tukuonyeshe. Biblia imekuambia mahali Yesu alienda. Lakini wewe uende ufanye research, usione kama ni mambo na kupatania. Anglican wamekubali. Mimi kitu na believe kwa mambo ya religion ni wewe ku believe. Yaani una believe vitu Yesu alisema kama upendo nini hizo. But church ni tu ile tunaenda kuomba. Sio ile tu mnaenda kuomba, usinidanganye. Leo wewe ukiwa mtu wa SDA, kwa mfano wewe ni wa Anglican, ukifa leo unaweza zikwa na pastor wa SDA? Nazikwa na pastor wa SDA. Nani alikuambia wakati SDA hawaweki msalaba kwa kaburi? Atakuzika namna gani na njia gani? SDA wakizika mtu haweki msalaba, Anglican wakizika mtu lazima waweke msalaba. Catholic wanaweka msalaba. Mimi nimekuuliza SDA ndio hawaweki. Hata kanisa SDA haina msalaba, hawaweki. Ati ujui, wewe fanya research vizuri ujue. Sikia Yesu alienda wapi? Kijana mdogo lakini wanakupoteza bure. Waache kukupoteza. Tupe 4:16. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu alikuwa anaongozwa na Roho wa Mungu. Akaenda Galilaya. Alienda katika Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Tupe vitu. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi yake alikuwa akiabudu katika nyumba inaitwa sinagogi. Sinagogi ni nini? Sijui. Waandishi wa Biblia wanatueleza. Unajua mimi si kuandika. Sinagogi. Soma. Msikiti wa Wayahudi. Ala, kumbe waandishi wa Biblia hiyo hapana. Tena hii imeandikwa hata kabla mimi sijazaliwa. Muonyeshe ni ya 19 what? Mimi 1952 sijazaliwa. 1952 ndio wameandika hivyo. Mimi sijazaliwa hata. So uweze sema ni mimi nimetampa nayo. Mimi nimezaliwa 1952. Hata Kenya hatujapata uhuru. Tumepata 1964. Hii 1952 hasa andika. Hata babako inawezekana hakuwa amezaliwa 1952. Sio juzi, ni kitambo. Kwa sababu hata Kenya hatukuwa tumepata independence. Wakatuambia nyumba ambao waliokuwa kienda Yesu ni msikiti. So unaikataa mchana? Nimekataa hiyo, nimekataa kabisa. Hakuna shida. Una swali lingine? Niko sawa. Una swali ungependa kujua kuhusu Waislamu? Niko sawa. Asante sana. Acha nimsalimie basi huyo. Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Grace. Grace? Muislamu, Mkristo Grace? Ati? Wewe ni Muislamu ama wewe Grace ni Mkristo? Na je, Grace ungekuwa na swali yote ungependa kuwauliza Waislamu? Sisi ni wanadamu ndio unaona na kuita tunazungumza. Grace, kuna swali yote ungependa kuwauliza Waislamu? Nasemanga hawa Waislamu nikiwapata nitawauliza hii, nataka nijue hivi na hivi kuwahusu hawa Waislamu. Najua kujua, knowledge is power. So kujua inakufungua akili. Usikae na kitu moja tu. Kule kwetu Mount Kenya wanasema mtu ambaye hapendi kutembea huwa anasema mamake ndio anajua tu kupika. Kwa msemo huko kwetu. So mtu ambaye tu anakaa pale nyumbani anajua mamake ndio anajua tu kupika. Lakini ukichomoka huko nje utaona mambo mingi. Unapata swali gani ungependa kuuliza? Sasa sina swali. Una swali. Na mimi ningependa nikuulize swali. Wewe ni Mkristo halisi? Kabisa. Na unaendanga kanisa? Naendanga Catholic. Unaendanga Katholiki. Na sadiki, na sadiki kwa Mungu Baba. Si ndio hivyo? Unaenda Katholiki. Zamani nikiwa pale Katholiki kulikuwa na sanamu. Siku hizi ziko ama wameondoa? Kulikuwa na sanamu ya Mariamu,
sanamu ya Yesu wameweka pale, wamechonga, wanasema ni Yesu. Alafu kuna ile sanamu ya Mariamu wametengeneza, wanasema ni Mariamu, wamevaa buibui vizuri. Unaenda pale unapiga magoti, unasema ile salamu Mariamu. Unaijua sala ya Mariamu? Bado kunayo hiyo. Unaijua ile sala ya Mariamu? Mariamu uliyebarikiwa kuliko wanawake wote, umebarikiwa nini, unaijua? Mimi sijui yote. Oh, hiyo haujui yote. So sanamu iko bado? Iko. 21 Kutoka, Biblia inasemaje? Inasema Mungu akanena Maria na haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Lakini nyinyi wa Katoliki mmeweka sanamu ya Ni ya kuchonga. Maana yake nyinyi ni wapingaji wa Biblia? Si wapingaji. Biblia imetuambia usiweke sanamu ya kuchonga. Sawa? Lakini nyie mmeweka sanamu ya kuchonga. So umeenda kinyume na nini? Na Biblia. Ni venye tu kanisa imeamini. Sasa kanisa haiwezi kuamini kinyume na Biblia. Si kanisa inafaa iongozwe na Biblia ama? Kama sisi Waislamu tunaongozwa na Qur'ani. So msikiti haiwezi kuleta kitu kinyume na Qur'ani. Hakuna, kwa sababu Qur'ani ndio manual, ndio inatuongoza. So ni Bible ama? Qur'ani ndio hii. Muonyeshe Qur'ani ndio hii, ni kitabu alichopewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 17:9 Qur'ani, muonyeshe. Hii Qur'ani ndio inatuongoza. So huwezi ukawa Muislamu wewe una muongozo mwingine kando na Qur'ani. So na nyinyi wa Kristo, mimi na expect mkisema ni wa Kristo muongozwe na Biblia. Biblia inasema usifanye sanamu. So itakuwaje muende against the Bible mfanye sanamu, alafu mseme hiyo ni imani ya kanisa, haihusiani na Biblia? Sina husiana bado na Biblia. Sasa kama inahusiana na Biblia, mnafaa muende muondoe zile sanamu. Zisikae kwa kanisa. Haifai sanamu. Msomee 17:9. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika hii Qur'ani inaongoza katika njia iliyonyooka kabisa. Qur'ani ndio inaongoza katika njia iliyonyooka kabisa. Na kuna hatari ya wewe kwenda katika nyumba kuna sanamu kufanya ibada. 10:14 wa Korinto wa kwanza. Sasa rudi kwa Biblia usikie. Dadangu, na kuokoa kutoka sehemu mbaya ile unaenda. Kwa ajili ya hayo. Wapenzi wangu. Ikimbieni ibada ya sanamu. Unaambiwa ukiona mahali kuna sanamu na kunafanywa ibada, wewe unafaa ukimbie. So wewe inafutakana utoke wapi? Nitoke hiyo kanisa. Sasa ukitoka utaenda wapi? Tunakukaribisha katika Uislamu. Kwa tayari nafasi iko, lakini usiende mahali kufanya ibada mahali kuna sanamu, ni makosa. Mungu amekataza. Sasa hiyo ya Waislamu, mimi nitasikia kenye una nini? Na Biblia. Utasikia vizuri sana. Kwanza katika Uislamu nguzo ya kwanza ni shahada. Ukitoa shahada, ya pili ni kusoma. Unafunzwa, unaambiwa alif ba ta tha, unafunzwa vizuri, unajua, unaambiwa bismillahi rahmanir rahim, unaambiwa hii ni kusema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kila kitu unafunzwa. Vyenye wewe huko unajua Kizungu, lakini ulienda shule ukafunzwa Kizungu. Wewe ulipozaliwa huko unajua Kiswahili, ulienda ukafunzwa Kiswahili, ukaambiwa kuna ngeli ya kaku. Sijui ngeli ya kiki. Ukafunzwa mpaka leo ukaelewa, unaongea Kiswahili. Kila kitu unafunzwa. Hakuna kitu uweze funzwa. Sasa hii ukitaka kujua Kichina kwa ajili maybe ya kufanya biashara, utajua, utaenda uambiwe ni hao maana yake unaambiwa habari yako, yani salamu. Utaenda ukifunzwa polepole mpaka ujue. So kila lugha unaweza jua ukifunzwa. So pia ukiwa Muislamu unafunzwa, unajua Uislamu. Lakini kwa sasa siko tayari kuingia Islam. Hakuna shida, mpaka siku Qur'ani 2:256. Hakuna kulazimisha. Dadangu, hatuwezi kukulazimisha. Hiyo ni uamuzi wako kutoka kwa roho yako. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Hakuna kukulazimisha wewe kuwa Muislamu. Tupe vile. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Hakuna mtu anayekulazimisha kuwa Muislamu. Kazi yetu tunakueleza hii ndio njia, ni wewe uchague useme mimi nitafuata ama sitafuata. Kwa sababu kuwa Muislamu ni faida yako. Kukataa kuwa Muislamu ni hasara yako. Hasara na nini? Hasara na hii Qur'ani 3:85.
Wewe huko unajua kuna hasara. Usipokuwa Muislamu kuna hasara. Bismillahirrahmanirrahim. Kumbe dada hujajua kwa hiyo muda wote. Hebu sikiza hasara ina. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote anayetafuta dini nyingine isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Tupe vitu. Naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na wewe siku ya mwisho utakuwa katika watu wenye hasara, kwa sababu uliukataa Uislamu. Kwa sababu Uislamu ndio maisha na nini ya wanadamu. Ndio maisha ya wanadamu. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhera. Yaani katika Uislamu huwezi kujifanyia kitu kwa akili yako, unafanya kulingana na venye unaelezwa. Yaani unaishi namna Qur'ani inavyokueleza, sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna unavyoelezwa. Yaani Uislamu iko very straight. Na katika Uislamu hakuna kitu inaitwa boyfriend na girlfriend, hakuna katika Uislamu. Ni kama mtu amekupenda aende kwa baba yako akuoe, asiingie ki boyfriend. Hakuna kwa boyfriend na girlfriend katika Uislamu. Ni mtu akikuona na amekupenda akuje kwa baba yako aseme, huyu nimemuona tumependana, mimi nataka nimuoe. Unaambiwa, mmezungumza naye, tena msichana ndiye anasema anataka mahali ngapi, sio baba akusemee. Onja hii haipo. Sio mambo ati mtu anaonja alafu anatupa, anaonja alafu anatupa. Kwani ni njugu? Yaani wewe unaonja hii unatupa, unaonja hii ni kuchezea watoto wa watu na ni makosa. Mtu hata anakuzalisha mtoto mmoja, bado anakuambia nitakuoa, anakuzalisha wa pili. Nitakuoa, ukienda kuzaa watatu anachomoka, anaenda anakuacha, anaenda kuoa rafiki yako. Anakuacha kwa mataa, ama ifanyike? Inafanyika. Alafu hiyo sasa ni kuchezeana. Sasa katika Uislamu hakuna hiyo. Ni mtu akikutaka awe serious akuoe, ama wewe unaweza taka mtoto wako msichana achezewe hivyo. Sasa vyenye utaki mtoto wako msichana achezewe hiyo, na wewe usichezee wengine. So katika Uislamu mambo ya boyfriend na girlfriend hakuna. Ni haramu, imepigwa marufuku hiyo. Ni mtu akiona msichana anampenda aende kwa wazazi wake. Kwa sababu kwa nini unaenda kwa wazazi wake? Kwanza upewe ruhusa, wazazi wakukabidhi huyo msichana, wajue ako mikononi mwako. Akipata matatizo watakuuliza wewe. Lakini saa hii wewe unachukua kijana anakuwa ni boyfriend na girlfriend, mnashikana, mnaishi karibu miaka 2. Hata ukikufia kwa hiyo nyumba wazazi wako mjuane. Si lazima mjuane kwanza. Ujuana aje? Unajua huwezi chukua mtu na akwambia atakuoa na uende direct ati mnaenda kuoana. Mnaanza kujuana aje kwanza? Sasa mnajuana aje kwa mfano? Yaani lazima muende mtembee akuzalishe mtoto wa kwanza wa pili ndio mmejuana ama namna? Sasa ndio nataka nijue mnajuana namna gani? Ndio nataka dada atuelimishe, hapa ni mahali ya elimu. Sasa dada, mnajuanaje na kijana? Ujue tabia yake, ujue huyu ni mtu aina gani. Kwanza tabia ya mtu ni ngumu sana uijue. Ndio tunaambiwa katika Uislamu, angalia familia yake. Ukijua babake na mamake na ndugu zake, utajua familia, utajua tabia hiyo familia. Kwa sababu mtu sahihi anakupenda, anabadilisha tabia yake, anajifanya mzuri sana. Huwezi gundua, hata ukimwambia nataka credit ya 100 anakupatia 200. Lakini wewe ingia mtego ndio utajua. Kitakulamba. Watu nasema kitakulamba. Kujua tabia ya mtu hamjalelewa sehemu moja ni ngumu sana. That's why tunaambiwa ukitaka kuoa msichana, jua baba yake na wazazi wake, utajua tabia hiyo boma. Ukiona ni boma ambayo inashika mambo ya dini, unajua basi hii ni boma mzuri. Lakini unajua unaweza kuwa venye amelelewa na wazazi wake si venye yako sasa. Sasa kama sio venye yako, itabidi ni mtundu, anatengenezwa kidogo, akikataa ndio hivyo, anaachwa aendelee na maisha. Maisha magumu yatamfunza. Tunasemanga asiyefunzwa na mamae atafunzwa na ulimwengu. Sasa karibu sana katika Uislamu. Nafasi iko ukitaka, lakini hatukulazimishe. Una swali lingine ya ziada? Sina nyingine. Una swali lingine ya ziada? Asante sana, karibu sana. Na ule mimi wananiita Salim. Karaoke. 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 Kumbe ni mtu wa nyumba huyu. Karaoke. Muislamu, Mkristo? Kristo. Mkristo. Hebu weka swali ambao ulikuwa unasema uko nayo, utakuja nayo leo tuisikize. Kulingana nyinyi, Yesu ni nani? Kulingana na Waislamu, Yesu ni nani? 3:45 Qur'ani. Msomee vizuri aone Qur'ani inasema Yesu ni nani kulingana na sisi. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vipi? Kumbukeni uliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamko neno tu litokalo kwake la kukwambia zao kazaa pasina kuingiliwa. Jina lake
ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake, na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtu yote hakunigusa? Akasema Mola wake, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu humba anavyopenda. Anapohukumu jambo uliambia kuwa, basi likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili, na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. So katika Uislamu tunaamini Yesu anaitwa Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Maryam. Amepatikana kwa njia, hana baba, yuko na mama, lakini kazi yake na namna Mwenyezi Mungu amemleta, sisi tunamtambua ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Amefanywa nabii kwa wana wa Israeli. Hakutumwa kwa ajili ya Waafrika wala watu wengine, ametumwa kwa ajili ya wana wa Israeli, kabila 12. Ndio tunamjua hivyo. Mnasema Mathayo 1:18. Mathayo 1:18. Mathayo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Maria mama yake alipokuwa ameposa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mmewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye niendelee. Yesu ni Mungu ama si Mungu? Yesu si Mungu, ni binadamu. Na ndio unasikia hata mimba yake imeletwa kwa uwezo wa Mungu. Maana yake sio Mungu. Kuna yule aliyoweza, na sio mwana wa Mungu, ni mwana wa Mariamu. So Yesu sio Mungu, wala Mungu sio mwanaume wala mwanamke. So Yesu sio Mungu, ni nabii wa Mungu, katumwa kwa wana wa Israeli. Sio Mungu. Yohana 1:1. Yohana 1:1. Mungu hana agenda. Moja Yohana. Tupe vitu baba. Inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Alafu sema kwa Mungu. Inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, kwa sababu neno ni Mungu anatamka. So Mungu, ile neno lilikuwa kwa Mungu kwa sababu ni 14 anataka. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. So hatujaambiwa, na tunaambiwa naye neno akafanyika mwili, tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana atokaye kwa Baba. So sio Mungu. Unasikia, hata tunaambiwa utukufu wake ni kama wa mwana atokaye kwa Baba. Maanake kuna Baba mwenye kutamka hiyo neno, ndio likafanyika mwili. Neno ndiye Yesu sasa. Kama Yesu ndio neno, maanake ametoka kwa nani? Kwa hivyo ni Mungu. Ukitoka kwa Mungu, Mungu. Soma hapo mwanzo, hujaelewa? Anza hapo juu. Andiko gani imesema Yesu ni Mungu? Imesema 14, rudia. Soma hapo 1:1. Soma hapo. Hapo mwanzo. Soma 1:1 alafu uende 14. Imejieleza. Andiko hata alisemi Yesu hapa. Hata alikusema Yesu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo ndio sasa. 14 haijasema ni Mungu. 14 neno akafanyika kuwa mwili. Ngoja, ndio nataka dada polepole, hata sina shida. Alipofanyika kuwa mwili, hatujaambiwa ni Mungu. 14, sikiza huyo neno naye neno alifanyika mwili. Sasa huyu neno akafanyika mwili, na umetuambia neno ni nani? Ni Mungu. Tusikie maana. Akakaa kwetu. So huyu neno akakaa kwetu. Nani alikaa kwetu? Nasi tukauona utukufu wake. Nani alikaa kwetu? Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Ni nani amekaa kwetu akiwa na mwili, alikuwa nani? Sina shida. Imesema ni mwana atokaye kwa nani? Huyo mwana ndiye neno, alikuwa tangu mwanzo.
Wala sina shida. Nataka tuelewane. Ngoja kidogo. Hii Biblia inatudanganya ama inatueleza ukweli? Neno alifanyika Mungu akakaa kwetu. Akiwa na mwili. So Biblia imetudanganya kutuambia ni mwana atoka. Tulieni hapo nimaliza. Mbona iko vizuri Biblia? Biblia imetuambia ni mwana atokae kwa baba. Ni mwana atokae kwa Naye neno ni nani? Ngoja, ni mwana atokae kwa nani? Ni kama uelewi neno ni nini? Neno ni ile Mungu anatamka. Na hiyo neno ikawa na mwili. Tukaona pamoja na sisi. Na tukaona mwana atokae kwa nani? Ndiye huyo sasa Yesu. So ngoja kwanza. Yesu akawa na mwili akakaa pamoja na sisi. Sina shida. Sina shida. Akatupa habari za baba yetu. Yesu akatupa habari za nani? Akiwa na mwili sasa. Akatupa habari za nani? Tangu mwanzo. Sina shida. Yesu akatupa habari za nani? John 3:16. Yohana 3:16. Unajua kaketu mzuri anaelewa. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hivyo tu. Sasa ngoja, unanichanganya. Wewe umeniambia ndiye amekuwa na mwili. Ngoja. Hapo Mathayo 1:18 anasema venye alizaliwa. Hakuna shida. Hii Yohana 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu gani huyu aliupenda ulimwengu? Ni Yesu ama ni Mungu mwingine? Mungu ni mmoja. Asanti. Huyu Mungu sina shida. Ndio nataka nielewe. Akona nguvu ya kufanya kazi vile anataka. Asanti. So Mungu alipopenda ulimwengu akamtoa nani? Mwana wa pekee. So Mungu akona mwana wa pekee. Na ndiye huyu mwana wa pekee ndio Mungu huyo. Na huyu ndio mpando alisulubishwa. Akauawa. So huyu mwana ndio huyo Mungu. Mwili. Sijauliza mwili. Mimi sijauliza mwili. Nataka utueleweshe hapa. Alipouawa na akafufuka. Sina haja ya kuuawa. Ya kuuawa tutakuja. Kwanza nataka unielimishe hapa. Nataka hivi ngoja kidogo 17:20. Nataka unielimishe tu. Huyo mwana aliyetumwa na Mungu. Anasema huyo mwana ndio Mungu. Ngoja naenda na huyu pole tu. 17:20. 17:20 mwalimu wangu. 20:17. Pole. Inasema mwalimu wangu, Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu. Tulia kwanza. Yesu anatuambia anaenda kwa baba yake. Alafu huyu baba ya Yesu ndio baba yake na nani? Ni nani mwingine ashawahi kufa akafufuka? Hiyo takuja ya kufufuka. Lazaro alikufa akafufuka. Kuna wengine walikufa wakafufuka. Amefufuliwa. Kwani Yesu hakufufuliwa? Amefufuliwa na huyo Yesu. Ngoja kidogo. Manake naona unarukaruka. Kwani Yesu hakufufuliwa? Yesu amefufuka. 13 Matendo ya Mitume, manake huyu kaka ameanza kurukaruka. Yesu pia alifufuliwa 13:23 Matendo ya Mitume. Tuone kama Yesu hakufufuliwa. Pole tu. Unaruka tu unaenda huko, lakini umeruka hiyo 17:20, narudi tu hiyo 20:17. Anasema Yesu alijifufua. Acha tuone kama Yesu alifufuliwa kama Lazaro alivyofufua. 3:23 Matendo ya Mitume. 3:23 mwalimu wangu. 3:23. Muonyeshe hapa, karibia hapa, usiwe haraka. Nikuonyeshe. Kijana yako Unajua amesongea. Haya, kaa hapa nyuma tu kijana. Hakuna shida, anasikia. Wala siwezi mfukuza. 3:23. Na itakuwa 3:23 mwalimu wangu. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa. 26. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Tulia, rudia tena asikie. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Tulia. Kumbe Yesu alifufuliwa na nani? Uelewi Yesu ni nani wewe?
Si unijibu kwa andiko, sijauli. Ameniambia hivi, ujue huyu kaka hayuko kujifunza kwa sababu ameniambia Yesu hakufufuliwa. Mimi nikawa mpole, ninamtolea kwamba Biblia inasema Yesu alifufuliwa na Mungu. So ni kama anatufanya, hebu rudia. Mungu, unajua huko aliruka kwa neno, na ndio nataka nirudi huko. Akaniambia Yesu alijifufua. Hebu rudia. Anaruka huko. Ndio tunaruka na yeye huyo. Enda hapo sasa. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Kumbe Mungu ndiye alimfufua Yesu, kwa sababu Yesu ni mtumishi wa nani? Sio mtumishi, ni mwana wa Mungu. Akatumika. Si Biblia imesema na sijaandika. Mwana wa Mungu akatumika. Ijasema mwana. Hebu rudia mara ya mwisho. Mungu akiisha kumfufua mtumishi si mwana. Mtumishi wake Yesu. Tupe vitu. Alimtuma kwenu nyinyi kwanza. Kumbe Mungu ndiye alituma Yesu kwetu kwanza. Tupe vitu. Ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Asanti. Tunasikia. So Mungu akisha kumfufua Yesu ambaye ni mtumishi wa nani? Mtumishi sana kusema nini? Mtumishi maana yake ni mfanyikazi. Anayetumika maana yake ni mfanyikazi, kama muhindi ako na watumishi wake ambao tunamfanyia kazi. Anatumika ni mwana wa Mungu ama ni nabii? Ni Yesu ndiye alikuwa anatumikia Mungu, kwa sababu Yesu ni mfanyikazi wa Mungu. Lakini si mwana wa Mungu. Si Mungu hazai, ni mwana wa Mariamu. Ni mwana wa Mariamu. Mungu anaumba, hazai. John 3:16 imetuambia namna gani? Na wewe umeniambia Yesu ndio Mungu tena amekuwa mwana. Soma hapo John 3:16. Unasema sio mwana wa Mungu. Wewe umeniambia Yesu Mungu, tena umeniambia ni mwana. Huyo mwana ndiye Mungu pia. Sasa atakuwa mwana wa nani? Si maandiko inasema. Kwa hivyo alijituma. Si maandiko inasema. Alijituma mwenyewe. Tutaruka maandiko tufurahishe wanadamu. Aturuke. Tutakataa maandiko sasa tuwafurahishe. Hakuna kufurahisha. Nauliza hivi. Ngoja kidogo. Nataka nielewe kidogo. Ili huyu awe mwana wangu, si lazima kuwe na mimi ndio awe mwana huyu? Bila mimi huyu atakuwa mwana wangu? Hawezi. Endelea. Sasa wewe unatuambia Yesu ni mwana wa nani? Kabisa wa Mungu. So maana yake kuna Mungu na kuna na ndiye yule ndiye neno hapo mwanzo. Unajua nataka nielewe. Kama Yesu atakuwa mwana wa Mungu, lazima kutakuwa na Mungu na Yesu. Lakini wewe unaniambia hakuna Mungu, Yesu ndio huyo. Si lazima kuwa na baba na mtoto. Sasa huyo ananiambia baba ndio mtoto na mtoto ndio baba. Sasa si ananikoroga hapo, kwa sababu mimi nakorogekewa hivi. Usikoroge na andiko. Ni sawa uniambie, ngoja. Unajua kaketu ako hivi. Ni kama unaniambia 17 tumalize niingie kwa swali. Wewe tayari unasema usikorogekeo, tayari umeshakorogekewa tayari. Hapana. Hakuna shida. Nisomee nini? 20:17 tumalize. 20:17 Yohana. Yesu akamwambia, usinishike. Songeni hapo kidogo. Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Tupe vitu. Lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie. Lakini nendeni kwa ndugu zangu mkawaambie. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Naye ni Baba yenu. Kwa Mungu wangu. Kwa Mungu wangu mimi Yesu. Naye ni Mungu wenu. Yesu anaambia nani? Anaambia watu, anawaambia hivi. Nani anaambia usinishike? Anaambia mwanamke. Kuna mwanamke alikuwa anamshika katika ile nyakati, anasemekana ndio anapaa kwenda. Sasa ngoja hiyo mwanamke tarudi. Yesu anasema naenda kwa Mungu wangu. Kumbe Yesu ako na nani? Endelea tu. Yesu anasema naenda kwa Mungu wangu, ambaye huyo Mungu wangu ndio Mungu wenu. So mimi na wewe na Yesu tuko na Mungu ngapi? Mungu ni mmoja, ambaye sio nani? Sio nani? Sio ye? Ndiye huyo. Moja Ufunuo Yohana. Hakuna shida. Hii sasa hata Wakristo wengine wanasema Yesu sio Mungu, wanasema ni mwana, lakini huyu anakataa, anasema Yesu sio mwana, ndio Mungu mwenyewe. Haya, moja Ufunuo. Moja Ufunuo. Ndio nikaambia kutazuka Wakristo wa uongo. Kwa sababu Wakristo wengi wamefunzwa Yesu mwana wa Mungu. Huyu amekuja anafunza Yesu ndio huyo Mungu. Biblia nimekuja nayo. Na ako hapa. Moja Ufunuo Yohana. Wewe ni Mkristo kweli? Nimebeba hii Biblia mimi. Hakuna shida. Ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu.
Tunaambiwa Yesu ana ufunuo. Alitoa wapi? Mbona mtaki kusoma vizuri? John 1:1. Ufunuo. Pale tuanzie pale. Ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Ufunuo wa Yesu Kristo alipewa na nani? Jibu. Alipewa na nani? Hapo imesema na Mungu. So Yesu ana kitu amekuja nacho, amepewa na nani? Na Mungu. Kwa sababu Yesu siye nani? Turudi kwa John 1:1. Tuanzie pale. Tusome hiyo ya mwisho tuende kwa maswali mengine, itakuwa ni wasting of time. Ana imani na Biblia. Hata Wakristo wanasema hivyo. Na kuna watu wengi wanajificha katika Ukristo, kumbe ni atheist kama huyu. Haamini hiyo Biblia. Wacha tusome mara ya mwisho hiyo moja, alafu tuende 14 uone akiruka. Twende. Huyu ni atheist huyu. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Alikuwa Mungu. Na mnasema neno sio Mungu. Huyu neno ni nani? Neno ni Yesu. Asante. Andiko gani inatueleza neno ni Yesu? Tuendelee kusoma. Ngapi? Tuendelee tu hapo. Enda 10. Anasema uende 10. Enda 10 alafu uende 14. Alafu uende 14. Ama uteremke, wanasema teremuka. Asini wewe nauliza. Wewe ndio unaulizwa kwa nini hawa? Teremuka msomee tumalize tuende kwa swali. Hapo mwanzo hata mwenye hana uhakika. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka na Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuiamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwa kwa ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote walimpokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndiyo wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Wala si kwa naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Umejibiwa sasa. Umejibiwa. Mwache kakangu, hakuna shida. Usitufanye wajinga. Imesema tukaona utukufu. Sasa umetujibu. Tumeuliza wapi Yesu Mungu? Unajua hata Wakristo wengine wanasubiri. Neno akafanyika kuwa nuru. Neno alifanyika mwili, tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana atokaye kwa Baba. Wacha kuruka jamani. Neno akafanya kuwa nuru iliyong'aa gizani. Hakuna shida, lakini unawachanganya mpaka Wakristo. So Mungu hana mtoto kwa sababu yeye ndio Mungu, ndio mtoto, si ndio? Huyu anasema mtoto ndio baba huyo. Na baba ndio mtoto. Na baba ndio mtoto. Na baba ndio roho. Na ndiye tu ako na uzima, hakuna mwingine. So Mungu ndiye alikuja akajifanya, akaingia kwa roho, akaingia ndani ya mwanamke. Akiwa roho akaingia ndani. So Mungu hana mwana, akamzaa. Pia neno lake lilisemwa. So Mungu alizaliwa na Mariamu. Mungu alizaliwa na Mariamu. Nani? Mungu alizaliwa na Mariamu. Kabisa. So Wakatholiki wako right wakati wanasema Maria mtakatifu mama wa Mungu. Si amesema Mungu amezaliwa na Mariamu. Si yako hapa. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Iwe roho. Kilichozaliwa na Mariamu kilikuwa na roho ndani. Haikuwa mwili bila roho. Hiyo roho ndio iliingia ndani ya Mariamu. Kabisa. So Mariamu akazaa Mungu. Na hiyo roho ndio Mungu. Kabisa. So Mariamu akazaa Mungu. Lakini akawa na mwili. Kabisa, sikatai. Kabisa. So Mariamu akazaa Mungu. Kabisa. So Mariamu mama wa Mungu. Wakatholiki wako right. Na ndio naambianga Ukristo wote Katholiki. So huyo anasema Mungu ana mama. Na huyo ndiye ako na uhai, ambaye ni mtoto wa Mariamu. Sio Mariamu. Kwa sababu si ndio akazaa Mungu. Na Mariamu huyo ndio Yesu alipofufuka akamwambia usiniguze mwanamke, sijatua bado. Si Yesu ndiye anatuambia tuheshimu baba na mama?
Sasa itakuwaje yeye aheshimu mama yake? Mafunzo hayo ni mafunzo. Sasa mafunzo lazima kwanza aanze. Hata jina lake alikupeana na mwanadamu bwana. Sina shida, lipeana na mwanadamu. Sasa mwana nampea jina. Hakuna shida. Hata jina Isaka hata hakuna shida. Hawakupeana jina. Wala haina shida hiyo. Ilipeana na malaika. Najua unaongea sana lakini sio ajabu ati jina ya Yesu hakuna shida. Kabisa. Hakuna. Ngoja kidogo. Kama kutakuwa na swali lingine tutaingia swali yake. Kwanza umeniambia vizuri na wala sio jina ya Yesu tu. Yesu hakuna uhai. Hakuna uhai. Hakuna shida. Hakuna shida. Wala sina shida. Si Waislamu wangekuwa wamekufa manake hawamwamini hiyo. Sasa kwa mbona wana uhai na wanaendelea? Hiyo itakuwa mchezo. Wa China hawaamini kuna hata Yesu wala nina wako hai. So hiyo itakuwa ni mchezo. Tulia, unajua unaongea sana. Muamini Yesu. Haya sawa. Muamini Yesu. Haya. Aitwa nani? Mimi naitwa Mzee. Hakuna mtu anaitwa Mzee. Kila mtu ana jina. Kwani Mzee? Sasa hii ndio mzaa. Sema jina yako. Anaingia na hasira, mimi namuona. Sasa hatuna hasira hapa. Tunaongea maneno ya Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani jina yako? Mingi tuendelee. Mimi naitwa Ngige. Unaitwa Ngige. Na watu wetu wa mlima kumbe ndio nini tu hapa. Amejaa. Swali yako Ngige ni gani? Nauliza kwa nini kwa Biblia hatupatagi hiki kitabu yenu ya nini ya Qur'an? Kwa sababu Qur'ani ilipewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biblia hatujajua ilipewa nani. Haya, nauliza kwa nini hatupatangi hii mtu yenu mnamuita Muhammad kwa Biblia? Labda walioandika Hapana, nataka kujua kwa nini upande hii na upande na hakuna. Si umeuliza lazima nikujibu. Haya, lete Biblia hapo. Biblia, lete hiyo Biblia tupe dibaji. Si umeuliza swali ndogo. Sasa usikilize majibu. Sikiliza majibu. Mbona upati jina Muhammad hapa? Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Asante. Matumizi mbalimbali yametokea katika jani mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova, Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Litakapopigwa chapa katika kitabu cha Agano la Kale kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Pia maendelezo ya majina yote ya watu na ya mahali ilikuwa lazima yafikiriwe tena na mengine kutengenezwa. So tulia. Tunaambiwa majina ya watu yalifikiriwa tena na mengine yakatengenezwa. Sasa kitu ambacho 1952 ndio tumeelezwa ya Muhammad. Sasa si tumeelezwa kulingana na yale majina yako pale. Hii inaitwa dibaji. Hii inaitwa, si umeniuliza swali na ndio nakujibu na nimekuheshimu. Umeniuliza mbona jina ya Muhammad ipatikane hapa. Waandishi wa Biblia wametuwekea utangulizi ambao inaitwa dibaji ndio ujue nini kimeandikwa huko ndani. Ndio wakasema majina mengine walibadilisha na mengine wakatengeneza upya, ambao ni waandishi wanapeana umuhimu wa namna walivyotumia utaratibu wao. So kuna majina walibadilisha. Sasa Muhammad amebadilishwa. Labda walitoa, uwezi jua. Akatoa kwa nini? Sasa si wamesema hata jina ya Mungu anasema, wacha hata jina, hata kitabu chenyewe wanasema walifikiria. Malizia usikie. Naenda kusema walimu wangu. Ni vitu walikaa chini wakatengeneza, mzee wangu. Pia maendelezo ya majina yote ya watu na ya mahali yalikuwa lazima yafikiriwe tena na mengine kutengenezwa. Tupe mambo. Jambo hili lilikuwa kazi kubwa sana. Waandishi wanakuambia hili jambo kubwa tulifanya. Kwa sababu yako majina zaidi ya 3,500. Tena jina la kitabu chenyewe lilifikiriwa kama kiitwe maagano mapya au agano jipya. Unasikia, walikaa hata kitabu wakafikiria tutakiitaje, kwa sababu haikuja kwa mtu mmoja. Kwa mfano Taurati imekuja kwa Musa, Injili imekuja kwa Isa, Taurati imekuja kwa Daudi, Qur'ani imekuja kwa Muhammad. So hii kwa sababu haikuja kwa mtu maalum, wanasema tulifikiria ndio tukaweka na majina mengine tukanyofoa. Swali lingine weka. Nataka unisomee hiyo Qur'an. Tusikie historia ya Yesu. Kuanzia kusaliwa vile alikuja. Si mmesema mnamjua. Nataka hiyo. Qur'ani 3:45 anauliza historia ya Yesu. Alizaliwa vipi kwa Qur'ani? Alipatikana vipi? Qur'ani 3:45. Mbona maswali yake mazuri?
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hapa watu wanaongea nje na wahitaji hapa. Pastor amekushtua nini? Umemaliza? Yesu ndio nabii Isa kwa Kiruani. Si ndio hiyo. Tulia kwanza tumalizane na huyu. Si ndio ameuliza huyu Yesu nabii Isa amezaliwaje, imepatikanaje, mwisho wake vipi? Tupe vitu. Hakuna shida, wewe imani yako ndio hivyo. Tupe vitu. Kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Mwenyezi Mungu anakupa habari mzuri wewe Mariamu, utazaa mtoto. Si utulie mugaka. Kirande. Nyamaza tu. Rudia sikiza. Kwa leo umekula nini? Leo umekula nini na unakuanga kijana mzuri? Rudia. Na wewe usiongee sana nje. Nimekuita hapa wanaume wanapatananga mbele. Wewe unaongea tu nje, wanaume wakiitwa unakataa. Sasa usiongee, wacha tumalizane na mzee wetu. Ndio nashangaa. Ukiwa na nini unakuja mbele kama mzee wetu ameuliza swali yake, wacha alivike. Unaitwa uje ucheze huku, wewe kazi yako ni kutikisa kichwa tu hapo. Sema ungepiga cross, ungepiga. Kumbukeni waliposema malaika. Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Tupe vitu. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zao ukazaa pasina kuingiliwa. Tupe vitu. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake, na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariamu akasema, Mola wangu, nitapataje mtoto hali mtu yote akunigusa? Akasema Mola wake, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba anavyopenda. Anapohukumu jambo huliambia kuwa basi likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili, na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Tunaambiwa amezaliwa kwa njia ya miujiza, hana baba, yuko na mama, na Mariamu alikuwa amestuka atapataje mtoto bila mwanaume, na anaambiwa huyu mtoto akizaliwa atakuwa ni nabii kwa wana wa Israeli. Tuende historia ya Yesu. Si ndio hii? Kufa, nataka niipate hapa. Hakufa 457 hakufa. Kukufa nayo hakufa. 457. Ndio nataka kwanza ngojea. Tumeuliza ya kufa. Ndio nakupa. Nilikuwa nataka kukuambia hivi. Biblia na hii na Quran si kitabu moja. Kwa hivyo kama sisi wa Kristo tunafuata Biblia na nyinyi mnapata Quran, we are quite different. Umeuliza swali ni kujibu ama? Ngoja kidogo. Umeuliza tu. Mimi umeniuliza Yesu alikufa ndani ya Qur'ani ndio naenda kukupa jibu. Tena umeruka ati hatutaamini. Mimi nilikuwa nataka history hivi. Kuanzia Yesu vile alifundisha akawa na wafuazi wake wakaenda mpaka ikafika wakati ya kukufa, sababu Biblia inatuambia hivyo. Sisi hatujapewa hiyo. Sisi ile tumepewa ndio hiyo nimekupatia. Amezaliwa kwa njia ya miujiza, kwa sababu Qur'ani ilikuwa inakuja na critical zile vitu ambazo zinatakikana wanadamu kufahamu. Mtume analetewa revelation, zile mambo muhimu ni hii inatakikana na hii na hii. So ndio hiyo tumepewa. Sasa umeniuliza je, Yesu alikufa ndani ya Qur'ani? Yesu hakufa kulingana na Qur'an 457 ndio ilikuwa ni kujibu, alafu tena ukadivert ukaenda vitu vingine. Sasa nilikuwa nataka kusema hivi, hata tusomea ndio sikatai, lakini Biblia na Qur'an imetofautiana kabisa. Kwa sababu ni kwa nini? Kwa sababu sisi wa Kristo tunafuata Yesu na mambo yake, na nyinyi mnapata Muhammad na mambo yenu. Sawa, tutapatanaje? Sasa hiyo ni kulingana na wewe. Mimi nasema kwa sababu sasa si kwa nini kuanzia wakati mnakuja? Hapana, kuanzia wakati mlikuja. Vita ni ya Yesu peke yake. Gige acha jazba. Nadhani hizi ni jazba, hakuna mtu ana vita na Yesu. Wala hakuna mtu ana vita na mtu yoyote. Tuko hakuna shida. Sasa hii umeanza uliuliza swali, sasa ameanza kudivert. Nadhani hakuna vita yoyote, si tuko na mtu yoyote. Kazi yetu ni kufunza, kama utaamini ufuate, kama utaki ndio hivyo. Yesu sio wa kabila fulani, Yesu sio wa Kikuyu, Yesu sio wa Jaluo, Yesu sio wa Borana. Yesu ni wa kila mtu, anafaa kusoma na kujua. Muhammad ni watu wote, wanafaa kusoma wajue. Hivi vitabu tunafaa tusome tujue. So usiweke watu ngige, usiwe unaweka ati block watu wengine hawezi kusoma mambo ya Yesu. Ndoga akorwa ati no mutogoririo inywe. Kaje kule herogano. Ko inja hapana tuelewane hapa. Haya, mimi wananiita Salim.
Mimi naitwa Boniface Wafula. Asante Wafula, vindu vichenjanga. Kabisa. Vandu vachenjire. Haya, weka swali yako. Muislamu Kristo? Mimi nina swali moja peke yake. Muislamu Kristo? Mimi ni Mkristo. Asante, weka swali. Nina swali moja peke yake. Ni wapi Yesu amesema wafu waombewe? Yesu anasema wafu waombewe? Nimeuliza tu ni wapi maandiko yameandika kwamba wafu waombewe. Maana mimi naonanga nyinyi mtu akikufa huwa mnamuombea. Umuombea? Kuna mahali nilikuwa nikaona kitu kama hiyo. Sasa wewe unatufuruga. Sasa mbona leo wewe kaka anaongea maneno ya hekima, mwache amalize. Hata nimekaa nimsikize. Hebu rudia, huyu ametufuruga naye. Nasema ni wapi maandiko kwamba wafu waombewe? Kwa bila mimi sijaona, labda niangalie. Nimeona wakiombewa mahali. Yaani Waislamu. Wanaombewaje akifa? Sikusikia. Unajua sasa wewe sikia vile wanaomba. Baada nilisikia wakiombea mfu. Na ulijuaje ni ya kuombea maiti kama hukuisikia? Si walisema wanamuombea. Kuna mwenye alisema. Sisi maiti wa Kiislamu akifa, sikiza. Maiti wa Kiislamu akifa, sisi katika mafundisho tuliofunzwa katika Uislamu tunaombea dua yule maiti, Mwenyezi Mungu amuingize katika janna firdaus, Mwenyezi Mungu amuingize paradise. Sisi hatuwezi badilisha hukumu ya Mwenyezi Mungu, tunamuombea mazuri, na kama atakuwa ni babako au mamako, tumeruhusiwa unamtolea sadaka mamako au babako, inaitwa sadaka tujalia. Unachimba kisima, watu wanakunywa maji, lakini umetoa kwa niaba ya mamako. Unanipata vizuri Sio kwamba ati kumuombea unamfanyia dua, lakini yeye alikuwa ajiombee akiwa hai. Unamfanyia dua Mwenyezi Mungu. Hata nyinyi sinaonanga mkizika mnasema Mungu amlaze mahali pema peponi. Sio ni dua tena mnamuombeanga nyinyi wa Kristo? Sio ni dua ama msemangi hivyo Mungu amlaze mahali pema peponi? Kama mtu akifa afai kuombewa, mambo yake yameisha. Sasa basi ambie Wakristo wanakosea, kwa sababu mimi nawaona kwa mazishi. Wakristo pasta anasimama anasema Mungu muweke mahali pema. Sasa mbona anasema hivyo pasta? Hiyo ni makosa. Ni makosa. Wewe Wakristo mnasikia Wakatoliki wote wanaibada. So ukiona pasta anasema hivyo ujue huyu alisema hiyo ni makosa, ambia pasta atoke mbio. Na Wakatoliki wana ibada ya wafu. Atoke kabisa. Na Wakatoliki wako na mpaka ibada ya wafu. Inafanywa ibada ya wafu katika Katoliki. So wewe na ni Wakristo wengi duniani, inafaa uende pia uambie wale wa Katoliki waache. Ni vile nimesahau hiyo kitabu, nimeisoma hiyo kitabu. Hakuna shida. Ukikumbuka hiyo kitabu wewe njoo hapa. Ningewashika. Hakuna shida. Wewe ukikumbuka njoo. Unaona sasa mbona tunaelewana vizuri? Ataambia wa Katoliki waache hiyo tabia, na wachungaji wote, mchungaji akija kusema ati leo hauniita Salim. Mimi wananiita Richard Maeke. Richard Maeke, Muislamu, Mkristo? Mimi ni Mkristo. Asante sana. Kwanza hapa tunazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu. Kama una swali yote unauliza. Kwa sababu hizi vitabu lazima tuvisome. Sio kuambiwa tu unafuata, hapana. Lazima tusome. Ndio tujue. Watu wanasema elimu, yani tunasemanga knowledge is power. So ukijua ndio unajua namna ya kunini. Swali gani uko nayo kwa uliza Waislamu? Nauliza Yesu anasema yeye ndio prince, daraja. Mtu kama anaenda kwa Mungu mpaka apitie kwake. Sasa uliza, lakini utanichanganya. Kuna mwingine aliambia Yesu ndio huyo Mungu. Sasa atakufunza tena uende kwa nikuuliza. Huyo aliuliza. 4:6 Yohana. Ndio yeye ndio prince. 4:6 Yohana. Usomee. 16:4 Yohana. 16:4. Pole 16:4 Yohana. Inasema mwalimu wangu. Yesu akamwambia. Mimi ndimi njia. Na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndio hiyo. Na sasa nyinyi na mpitii kwa Yesu utafikaje kwa Mungu? Ndio swali yako hiyo. Waislamu. Asante sana. Hii kupitia kwa Yesu ni kupita kivipi? Kwanza nifafanulie nijue. Kupita kwa Yesu ni kuamini matendo yake. Kumwamini Yesu. Yes. Qur'ani 2:136. Sasa ukileta maswali kama mzee wangu na kuonyesha
Sasa sisi Waislamu itakuwaje atuamini Yesu? Tutafikaje kwa Mungu? Qur'ani 2:136 muonyeshe aone na macho. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Semeni nyinyi Waislamu. Semeni nyinyi Waislamu. Waambie Mayahudi na Manaswara. Waambie Mayahudi na Wakristo. Waambieni. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Kitu ya kwanza sisi Waislamu tunamwamini Mungu. Na yale tulioteremshiwa. Na tunaamini yale tulioteremshiwa. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Na Ibrahimu tunamwamini. Na Ismail. Na Ismaili tunamwamini. Na Ishaka. Na Yakub. Na kizazi chake Yakub. Tupe vitu. Na waliopewa Musa. Tunaamini Musa na Yesu. Na Yesu tunamwamini sisi Waislamu. Na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Na tunaamini manabii wote waliotumwa na Mungu. Hatutofautishi baina yote katika hao. Wote tunawaamini. Na sisi tumenyenyekea kwake. Yesu tunamwamini, Muislamu ndugu yetu. Na ndio nilitangaza hapa tangu mwanzo tunamwamini. Si umesema mtume prophet ni Muhammad. Muhammad ni mtume wa mwisho. Hao wengine wote tunawaamini. Hauwezi kuwa Muislamu mpaka uamini Nabii Ibrahimu, uamini Nabii Musa, uamini Suleimani, uamini manabii wote bila kubagua. Waislamu ni haramu kubagua nabii wa Mwenyezi Mungu. Wote tunawaamini. Na kwa nini kitabu ya Korani haina maneno ya Yesu? Iko na maneno ya Yesu 61 Qur'ani. Hii maneno ya Yesu yamo katika Qur'ani, tunakumbushwa yasikie. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tena mengi takupa, sikiza. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam. Na wakumbushe aliposema Yesu mtoto wa Maryam. Alisema nini? Kuwaambia Mayahudi. Tena Yesu alikuwa anaongea na Wayahudi, anawaambia nini? Enyi wana wa Israeli. Asante. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Kwanza aliambia wana wa Israeli ni mtume wa Mungu kwao. Ni maneno ya Yesu alisema, tupe vitu. Nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Na kutoa habari njema ya mtume atakayejia nyuma yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammadi. Kumbe Yesu alikuwa ameyazungumza hayo, ndio tunakumbushwa. Na mbona wakati mko kwa msikiti, mambo ya Yesu inafutiliwa mbali? Hatukiwa kwa msikiti, hatufutilii mambo ya Yesu mbali, kwa sababu Yesu ametajwa ndani ya Qur'ani mara 25. So tukiwa kwa msikiti huwa tunasoma mambo ya Yesu kwa sababu yako katika Qur'an. Tulia leo. Wewe leo hapana. Leo ugwangi hivi. Wewe unakuanga very humble, a good person. Leo kuna mahali ulipita kwa mama Pima akakuharibu akili. Kesho nitakupatia nafasi. Leo kuna mahali amenini. Na mimi namuelewa anakuanga kijana mzuri. Sisi tunamtaja Yesu kwa msikiti, na kuna msikiti mpaka hapa Kenya unaitwa msikiti wa Yesu. Na sio mmoja. Na Kisumu huko, Kirinyaga huko, kwa sababu na sisi tukizaa mtoto tunamuita jina Yesu. Lakini huwezi pata Mkristo anazaa mtoto anamuita Yesu, kwa sababu tunampenda. Tukizaa mtoto unamuita Isa, Isa ndio Yesu. Lakini wewe zunguka duniani, niambie Mkristo mmoja ambaye atazaa mtoto amuite Yesu. Udhubutu upate. Ibrahimu huyu tulia sasa. Wewe Ibrahimu tulia. Leo huyu kaka kanikoroga. Anakuanga mzuri. Na hapa nikiwa hapa umesema Yesu alisaliwa kispecial. Kispecial ni kumaanisha hakukuwa mwanaume. Alisaliwa special. Nikisema Muhammad alizaliwa special. Nikisema special maanake kila mwanadamu. Nikumaanisha hawakuwa mwanaume na mwanamke. Hakuna shida. Kila mwanadamu amezaliwa kwa uwezo wa Mungu. Wewe uliandika barua uzaliwe Kenya? Wewe mwenyewe uliandika? Wewe uliandika barua uzaliwe kwa hiyo kabila huko? Sikuandika. Aliyesababisha uzaliwe kwa hiyo kabila ni nani? Ni wazazi wako ama ni Mungu? Si ni Mungu. Asanti. So wote tumetoka kwa Mungu, tunazaliwa special kwa sababu Mungu anatuleta sehemu anayotaka yeye. Lakini duniani hakuna yeyote amezaliwa kama vile Yesu alizaliwa. Bila baba. Bila baba. Kuna mwingine hata ana mama 7 moja.
Wacha Yesu alikuwa na baba. Na watu wengine special kama kuna wengine special zaidi kama ni special. 7 ya Ibrahim. Hii si artificial. Hii si artificial. Hebu sikisa. Inasema mwalimu wangu. Kwa maana huyo Melkizedeki alikuwa mtu anaitwa Melkizedeki, alikuwa wakati wa Nabii Ibrahimu alayhi salam. Sikiza ilikuwaje? Mfalme wa Salemu. Tena alikuwa ni mfalme anatawala kama vyenye Ruto ni mfalme wa Kenya, naye alikuwa ni mfalme wa nchi ilikuwa inaitwa Salemu. Tupe vitu. Kuhani wa Mungu aliye juu. Tena alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu. Ukisikia kuhani maana yake high priest, ni mtu ambaye kule kwetu tunasema mudhejeli gai. Tunataka kutujua alizaliwa vipi. Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa kirudi katika kuwapiga hao wafalme. Tupe vitu. Akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake la kwanza ni mfalme wa haki. Tupe vitu. Tena mfalme wa Salemu. Tupe vitu. Maana yake mfalme wa amani. Hana baba. Kwanza huyu tunaambiwa hana nani? Hii maiki mbona inazima mzee wangu? Rudia usikie hana nini? Hana baba. Tumeambiwa hana nani? Hana baba. Tupe vitu. Hana mama. Tena hata mama sio hata mama tujui ni walikufa ama ilikuwa ni kiumbe cha Mungu. Hata mimi sina baba, sina mama. Hata mimi sina baba, sina mama. Mzee wangu si nini? Rudia hana baba, hana mama. Hana baba. Hana baba. Hana mama. Hana mama. Hana wazazi. Hana wazazi. Wewe uko na wazazi walikufa. Hata mimi sina wazazi. Uko na wazazi, si uko na wajomba zako na nini? Na wewe kuna siku za mwanzo wako naenda chini usikie. Anaendelea kusema mwalimu wangu. Hana wazazi. Hana wazazi. Hana wazazi. Hana mwanzo wa siku zake. Hana mwanzo wa siku zake, kwa sababu mtu hana wazazi utajuaje alianza wapi? Mungu ndiye anajua peke yake. Tupe vitu. Wala mwisho wa uhai wake. Wala hata mwisho wa uhai wake hana. Na alikuwa anatawala wakati wa Ibrahimu na Ibrahimu Amerika. Ati alitoka Amerika. Amerika wakati hiyo iko? Hapana, mimi ni mfano tu. Akiwa alitoka Amerika alafu anakuja hapa, mimi sina wazazi. Sasa sio yeye anasema, kinachosema hana wazazi ni Biblia, na Biblia mnasema ni maneno ya nani? Hapo. Si hapo. Haya tukuja hapo. Sasa wacha hivyo. Mungu ana uwezo kutoa watoto katika mawe bila hata mwanaume. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya anavyotaka. Origin yake itaji ni wapi? Haikutajwa kwa sababu kwa nini Yesu anatajwa vizuri? Kwa sababu alizaliwa na mwanamke. Kwa sababu yeye ni special. Watu wengi wametajwa yeye amezaliwa na mwanamke. Ibrahimu ametajwa, watu wanatajwa yeye amezaliwa na mwanamke na alitairi. Huyu mnaongea habari yake. Hakuna mahali ametajwa origin yake. Si ndio hiyo. Unaambiwa ni special kwa sababu hakutajwa. Kwa hivyo hiyo hatukubali. Tunataka ile kitu iko wapi? So ikiwa kwa Biblia hamuikubali. Muhammad alikuwa ameoa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa. Alioa. Na alikuwa na watoto 7. Alikuwa na mabibi wangapi? Bibi alikuwa na wengi, alikuwa na uwezo, alikuwa na 10, 11, alikuwa 11, alikuwa na uwezo. Sio mwanaume goigoi, alikuwa ni kidume rijal. Ndume la mbegu. Alikuwa na uwezo. Yaani mafikiria yako ndio. Sio mafikiria yangu, alioa kwa sababu alikuwa na watoto 7, alikuwa na vijana 3, wasichana 4. Maybe aliadapt, tunaelezwa mama zao walikuwa gani hao mama zao? Si mama zao ndio hao bibi zake alioa. Gani kuna mmoja ataje jina. Si mmoja ataja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa wake zake na wakamzalia watoto watoto 7, vijana 3 na alikuwa na wasichana 4. Katika vijana alikuwa na Ibrahimu, alikuwa na Kasim na alikuwa na Abdallah. Adam wakati aliumbwa alikuwa na mabibi wangapi? Adam alipoumbwa alikuwa na bibi mmoja aliyekuwa anaitwa Hawa. Lakini wanaume hawafanani. Saa hii Kenya, saa hii tunaongea na wewe. Hapa tumekaa. Kuna mtu ana bibi moja, hapa kuna mtu ana bibi 2. Ana uwezo. Mungu alihalalisha ndoa ya watu wangapi? Kuhalalisha ndoa ya watu wangapi aje? Kimwanaume na mwanamke. Hakuna kuoa mwanaume mwenzako, unaoa mwanamke. So mimi sasa mimi ni mwanaume. Idadi ya kuoa ni wangapi unaweza oa? Biblia inasema unaweza kuwa na 2. Mwanzo 22:15, 21:15. Biblia inasema unaweza kuwa na 2 kama una uwezo. Na hii ndio inasababisha watu wafanye ukahaba, kwa sababu unaambiwa na kanisa uoe mke mmoja na kumbe wewe uko na uwezo. Sasa inabidi uende ukaweke kule, watu wanasemanga ati mpango wa kando, side chick.
Sasa unashindwa ni chiki ama ni chicken. Sasa alafu siku ambayo huyu mtu atakufa ndio balaa inatokea kwa familia. Yule side chick anakuja na watoto anasimamisha mazishi. Si tumeona hata viongozi hapa wamekufa wakiwa Wakristo na mazishi imesimamishwa. Mke anakuja anasema hawa watoto wote ni wa huyu, ifanywe DNA. Sasa koti watafanyaje? Wanasema asizikwe. Kwa sababu ni watu wana uwezo. Sikiza inasemaje Biblia? Sasa Biblia Mungu anasemaje? Unakuwa na mke mmoja kama tocha ya pikipiki. Tayari saa. Inasemaje? 21:15 mwalimu wangu. Akiwa mtu yuna wake wawili. Biblia inasema ikiwa uko na wake wawili, maana yake haijasema ni dhambi, utafanyaje? Mmoja mpenda, mmoja mpendi. Asante. Nao wamemzalia watoto. Na hao wanawake wawili wote wamekuzalia watoto. Ampendaye na asiyempenda wote wawili. Tulia, nataka kusema jambo. Na kwa nini? Unajua nimeona ameruka hivi. Sasa nikadhani anataka kusema kitu, nasitaki nimzuie aseme. Wewe unaenda na nimeona amefanya tu hivi. Tupe vitu. Wewe mzee wetu hujaongeza? Na kwanza kama wewe unamfuata Yesu ufai kuoa. Yesu hakuoa. So sijui unafuata desturi ya kuoa kwa nani? Hata Paulo alikuwa senior bachelor hakuoa hata Paulo. Sasa wewe kama utafuata Yesu na ndio njia, ufai kuoa. Kwa sababu njia yako inakueleza usioe. Kwa sababu Yesu hakuoa na anasema take my yoke and learn from me. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu. Sasa kama wewe utamfuata Yesu ufai kuoa. Na kwa nini Wakristo wakati wamekuwa kama wamekuwa ni watu wa kuongoza kanisa, wanawake wanaongoza kanisa? Hapa mimi nasema Mkristo awe ni leader wa kanisa. I mean a bishop, ni reverend. Mbona hawakui na bibi wawili? Wamekatazwa. Wale mabishop ndio wamekubaliwa moja peke yake. Lakini watu wengine 3:1 kitabu cha Timotheo. Bishop namalizia dakika moja nimalizie. Wamekatazwa. Wale wanafaa kuwa na kamoja. Mimi mzee wangu najua labda unalalamika kwa sababu ulikuwa unataka kuongeza mwingine ukazuiwa. Walimvuruga mzee wetu kweli kweli. Sasa anauliza kwa nini yake kwa kiongozi anazuiwa? Biblia ndio inasema usiongeze. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu. Ukitaka hizo makazi za askofu ndio zimewekwa condition ya mke mmoja. Atamani kazi njema. Tena ni kazi nzuri kwa sababu iko na mshahara. Bishop analipo vizuri. Tupe vitu. Na anatembelea magari ya kanisa. Tena makubwa. Na nyumba anapewa bure. Na chakula. Kuku wa kienyeji, mayai. Tupe vitu. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Mume wa mke mmoja. Awe ni mume wa mke mmoja. Hao ndio wameambiwa wawe mke mmoja. Ndio unaona imekuja specific kwa wale kiongozi ule peke yake. Haijakuja watu wote, ingeandikwa watu wote wawe ni mume na mke mmoja. Hapana, imekuja askofu awe ni mwanaume. Kwanza asiwe ni mwanamke. Inawezekanaje Mungu awe na mpaka kwa binadamu na binadamu wote ni kitu moja? Ngoja kidogo mzee wangu. Karibu. Wewe mzee wangu unaweza wanawake wangapi? Unaweza kuoa wangapi? Jieleze tu. Hiyo ni siri yangu. Si unaona kumbe ni watu wawili huyu. Anajua anaweza wawili, lakini kanisa inampatia minyororo ya mmoja. Mimi najua kuna wanaume wengi. So fanya hivi mzee wangu. Mimi najua ni siri yako kwa sababu wazee walika yako hawakuwa wanakula hizi maroiko wanaharibika hivi. Walikuwa na wawili, babu yangu alikuwa sijui na wawili. Baba yake nasikia alikuwa na 7. Unaona So wazee wetu walikuwa wanaoa kwa sababu walikuwa na nguvu. Sasa tunakula hizi nini chepe ndio unaona hatuna nguvu. Wazee wetu walikuwa labda wakikimbia kiwanja anaweza kimbia 24 hours. Sisi tunakimbia hata uwezi kimbia, ukienda kukimbia hivi usazimika. Najua nasema hivyo kuna watoto wewe mzee wangu unajua. Wacha tumalize tunaenda kuswali. Kesho tulia. Kesho mzee wangu. Kesho hiyo ya mwisho. Kesho unakuja hapa saa 11 na swali yako hapa tunafunzana ili watu waweze kunini. Hii mambo ya kusema uoe mke mmoja ni kitu imeletwa na wazungu kwa kutaka kuleta reduce population. Na leo ndio unashangaa kuna msichana anaenda kanisa lakini ni single mother na anapatanga watoto. Unashindwa anapatanga watoto na Holy Spirit ama anatoanga wapi watoto ama single mother? Hiyo ni usherati. Na anaenda kanisa. Hiyo ni angene the law. Na ni mwanakwaya. Kwani kwa Waislamu hawafanyi hivyo? Hawafanyi hivyo, lazima mtoto awe na babake. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.